familia ni balaa, familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa, kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa, hii familia ni balaa, hii familia ni balaa. Mwina process uli ane ne baba wini kubidi mwina jereze nguma mwa nyapati tatizo kubidi yani kwa jibisha kama ne baba wini mwina process uli mpaka sasa hapo ngumwelekeze mwelipe. Okay, sawa, tumekuelewa. Nenda masuala ya mama yetu ya serikali, si ndio jamani? Nenda. Na maana kunza lao ne baba wa hane ndo maana kutuma yoenga msungu ane mlezi winu. Kwa nini mgoro kunda jerezea? Mbona unaniangusha? Maana kama siku ile tulimaliza kila kitu afu nikakwambia utokee Jumapili kanisani, lakini ukutokea. Na unajua uwepo wako, yaani siku ile ungefika tu ule uwepo wako ningeuona. Yaani sidhani ningecheza hiyo kwaya kama nilivyokuwa nacheza siku zote. Kwa nini sasa unaniangusha? Au unataka niwe nakufuata? Sawa, nimekuelewa. Ujue lakini mimi huwa nakumia sana Chris. Sasa kama uwepo wangu na uhitaji, kuna mahali mimi pa kumkuta. Ndio maana nakwambia uje. Sawa. Sawa, Jumapili nitakuja kwa ajili yako. Sio kwa ajili yangu tu, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sawa, Jumapili nipitie basi. Sawa. Haina shida. Basi nitakupitia Jumapili. Sawa kwa hiyo. Unauliza tena vipi mama mtu? Sikiliza kitu kimoja. Unajua jana kwa hali niliyokutana nayo sifikiri kama nimelewa. Miko yako nimeyasikiliza mwanzo mwisho aisee. Mea, afu amenichoma na ameniingia ndani ya moyo kabisa. Kwa kuwa mimi mwanaume afu ndo kiungo katika familia, nikaona sio vyema, lazima nikutafute na nione kitu gani cha kuweza kufanya kama kontawa. Umeona? Sasa kitu kimoja. Dogo wangu saizi yupo bize sana. Kwa hiyo ushauri wako? Na mimi nimeshajua mshangazi mambo fulani na nini uhitaji wako zaidi ya kupata furaha tu. Nimeona bora hata nije kumsaidia mara moja. Una mwenye. Wewe uko sawa Hauko sawa Yaani mimi nakuletea malalamiko kuhusu mdogo wako afu nakuja kuniletea tena mambo mengine ya kipuuzi hapa. Hauko sawa Mimi kule familia. Wezi hapo unga, si ndivyo? Yaani mimi nakulalamikia kuhusu mdogo wako kwamba kuhusu mahitaji, wewe unakuja hapo unalalamikia, unakuja kuniletea habari zangu za kama mimi niwe na wewe. Wewe mtu mzima ovyo ujifikirii, si ndivyo? Hivyo heshima na akili kweli wewe? Hata kama familia yenu imepinda, imechanganikiwa kiasi gani, mmekuwa machizi kiasi gani, ndo mdogo wako kapita hapa na unataka upite hapa. Kweli shemu? Inakuingia akili nini? Achana hiyo. Inataka chua akili yako hiyo kweli kabisa. Mbona kama unavuka mpaka? Mimi na ule pacha, mimi ni kontawa. Kwa kama ni pacha, mnajikuta nyewe mmechanganikiwa eti. Mnajikuta nyewe machizi, si ndivyo? Kumbe uko hapa. Bwana, nimeweza kufuatilia lakini nimegundua walioiba baskeli ni familia ya mama Mayele. Ndio walioweza kuiba ile baskeli. Kuhangaika kote kumbe wao ndo familia yao wamehusika na kuiba ile baskeli. Umesikia? Umesikia hapo nakuuliza, umesikia hapo? Umesikia vizuri? Umesikia kwa makini? Hivi nyewe mna matatizo gani? Hivi mna shida gani nyewe? Nyewe mnajikuta mmechanganyikiwa Sikiliza. Mnajikuta mmevuta sana bangi, si ndivyo? Yaani mnajikuta kama mmechizika, si ndivyo? Aha. Vipi hapo? Sikiliza kitu kimoja. Nashukuru ujumbe wangu nilisha kufikishia. Umeelewa? Sasa kuhusiana na mambo hayo unaniambia kwangu mageni, lakini hakijaribika kitu. Wewe familia, kila kitu takaa sawa. Ngoja niende nyumbani. Utajua kitu gani cha kufanya.
Elewa hivyo. Nyie familia nyie, mngejua mimi ni familia. Yaani mngejua kabisa mimi ni familia, mngenijali. Sawa? Wewe mwenyewe kabisa kila siku nakwambiaga mdogo wako ameniachia mtoto. Au unataka mtoto nije nao watoto wote nije nikae huko kwa kwenu. Ili mjue na mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Jua tu kama mhifadhi, mimi nikuongea na madogo pale kama kipo kitapatikana. Sasa kwa nini unapiga kelele? Nimehifadhi. Yaani mnulie mwanangu kwani nije nihifadhi, si ndivyo? Nimnulie mtoto wangu basikeli kwenye kuhangaika, kwenye mahangaiko, afu nije nihifadhi, si ndivyo? Okay, mamtu, mimi sijajia yangu, yeye niondoke. Utaongea na watu ile kitu sawa. Yaani hapa sile. Dada, basi hamna shida kwa kuwa tumeweza kugundua kwamba walioiba basikeli ni familia kina mama fulani. Tutajua la kufanya. Ngoja niende. Basi na mimi nimalizie mambo yangu. Haya. Dada, tusubiri. Binti, mbona unanisimamisha? Una shida gani? Yaani nilivyokuona hapa. Nataka nikupe taarifa. Nimetoka huko kwa mama Sasha. Analalamika ameibiwa basikeli na wale sijui watoto wanaokaa kwa mama Eli, sijui ni wajukuu zake, sijui ni wanani zake, wamemwibia basikeli yake. Aha, wale vijana kama mama Eli watoto wadogo hao. Hao ndio wamemwibia. Aha. Sasa unaniambia mimi wewe. Yaani hapo mimi najisikia vizuri kuambia watu 10 au ngapi, yaani mimi nafarijika moyoni mwangu, kama kanatulia kabaridi. Kwani wewe binti unasoma? Ndio nasoma, tena niko form 1. Au nataka nikwambie na za shuleni kwetu? Yaani walimu wana chapa. Ila wewe binti unanifaa pale kazini kwangu. Yaani wewe ningekupata nikuweke pale kazini kwangu, hata nisingekuwa nahangaika na watu. Yaani wewe binti kwa umbea wako ulionao huu, ningekupata nikuweke pale kazini kwangu, hata watu wasingekuwa wananisumbua, wasingekuwa naondoka na hela zangu kabisa. Yaani ungenisaidia wewe binti, ungenisaidia sana, ungekuwa unanifaa sana pale kazini. Ila wewe mdada hivi, yaani nilivyokuwa nakuona sikuwaza kwamba unaweza ukawa na akili za hivyo kabisa. Karim. Hivi Elena, Jeni, hivi nyinyi mna swaga gani? Mbona siwaelewi? Eti jana mmefanya tukio gani nyinyi? Bi mkubwa, sister, hao watoto wanazingua kiukweli. Siku moja nitafika kumtimua mtu mmoja hadi mwingine aende kwa baba yake, kwa sababu tunakaa humu nani ndio tunashirikiana kwa kila jambo, lakini wamekuwa watu wasioeleweka. Waulizeni wamefanya nini hao kwa siku ya jana. Alafu stosho wamenikuta pale wananiambia wajaingiza mchongo wote, wajafanya jambo lolote. Kwa nini tunafanyana hivyo? Kwa nini tunafanyana hivyo? Yaani, hivi mmefanyaje jana nyinyi? Tumeiba. Mlivyoiba mmpeka wapi? Da mtu. Nyinyi watoto wenu wanazingua kiukweli. Mtaniona mbaya humu ndani. Kuna wakati mnakosa hata ila mchango mimi najitolea na wapatia. Alafu sasa mnataka unipande kichwani, si ndio? Mnaniona fara, si ndio? Si nimeuliza nyinyi jana mmeingiza mchongo aina yote afu mnikaushia mnasema mtafanya chochote. Kwa nini mnanifanyia hivyo nyinyi? Eti kumaanisha nini hiyo? Mnazingua nyinyi, nawaambieni, mnazingua kinoma. Okay, wifi yenu yuko wapi hapo? Bi mkubwa, mkuu wako yuko wapi? Baba kapata kichwa huko. Si kawaida yenu. Na kukota wanawake huko nje. Afu kina dada mnamwachia tu apate mtu, si aibu hiyo? Ha? Okay, haina taabu, mimi naondoka zangu, ila nyinyi tutasomana. Kuiba wafundishe yeye. Afu leo walaumu yeye mwenyewe. Inakuja kweli? Sinijiza hii jamani. Utajiona nyokoko. Jamani, si niliwaambia tusimfiche. Ayaona sasa. Shamwagika juani. Sija amejuaje yule mwamba. Akubwa haya. Tuendelee na mpira. Eto isha. Mtu nyuma. Nataka kula tu hapa. Na nahitaji pombe ingine mkaniletee huko.
mama, nigonge kidogo. Kunywaga tu. Wanko zangu, sijui kimeenda kikarudi na nini, mambo mengi. Leo anawapokea, yamemshinda huko alikotoka. Taka kukutana na walioibiwa huko, wakavamiwa. Mwanangu, haya maisha. Sio kaka yenu kamfanya nini yule wale watoto? Jingo handsome boy na wewe. Mama. Shikao mama. Marahaba, hujambo? Mama, samahani. Nilikuwa na shida na Jingo. Maana nilikuwa nimetafuta namba yake nimeipata. Katika harakati za kumpigia pigia. Naona hapokei simu zangu, afu nilikuwa na shida naye. Kwa kama kuna sehemu yupo nilikuwa naomba nielekeze ili nikaongee naye, kuna issue naye muhimu. Yaani ametoka kuondoka nyumbani. Wajamaa zake wamemkera, sio hata wamemfanya nini. Ndio kaenda zake huko. Basi haina shida mama. Mimi nitaangalia basi jinsi gani ya kumpata, nitaendelea kumtafuta, ila sema nini mama? Unajua yule mwanao yuko poa sana, handsome nini, yani mimi huwa nikimuona, si unajua mitikasi yetu sisi vijana. Ila acha tu nitamtafuta mwenyewe. Mtoto huyu. Anaonekana wapelekea moto. Yaani wasichana wote wanampenda Jingo. Anafanya nini mtoto huyu? Jingo. Eti kaka yako huyu. Yaani wana kila kona Jingo, kila kona Jingo. Sasa haya, sawa. Nimefurahi sana kukuona, nikajua utapotea, sijui tena kiasi chochote. Hapana, mimi kupotea sio rahisi, unajua. Yaani mazingira haya, guest zote nazijua. Maana inaonekana ni mwenyeji sana mazingira ya huko, je? Si unajua tena mambo yetu. Sema, baby umeniuzi. Umenikalisha sana hapa. Nimekaa muda mrefu na kusubiri wewe. Alafu mimi ni mke wa mtu, unajua ndoa. Tufanye tu haraka hapa mimi niondoke, maana niwahi na mimi ndoa nyumbani. Kweli mpenzi wangu, unajua mimi bado nakupenda. Nakumbuka tulikotoka ni mbali. Lakini chanzo cha vyote mpaka nimechelewa, dada alinipa kazi ya kufuatilia baskeli. Nimegundua katika kufuatilia kwangu, si unajua Uswahilini kwenu huko, nimekuja kugundua kwamba walioiba baskeli ile ni familia ya mama Ele. Kwa mama Ele? Vipi? Mbona umeshtuka? Unamfahamu? Siwafahamu mimi, hata wewe mama Ele simfahamu ni nani. Sema tu tufanye mambo yetu hapa tuondoke. Nimekumisi mwenzako. Blaza vipi? Mbona sasa hivi sikuelewi, yani ueleweki, upo tu yani. Nini? Madogo amezingua sasa. Alafu na nyumbani imezuka kinoma. Nimemwambia kabisa kama vipi anaweza kaondoka mtoto mmoja hadi mwingine wakaenda kwa baba zao. Pigo anazoleta hata sizielewa, acha nini. Wamepiga mzigo huko, alafu cha kushangaza wananiambia hajapata chochote. Napita mtaani nakutana na mshangazi. Titi fotata anakuja mtu familia mama Ele imekuwa la basteli. Aibu minijaa mimi, nitafanyaje? Natoka pale kwenda nyumbani. Wewe sijakukuta. Nimezuka kweli. Kwa nini blaza? Wale wadogo ndio umewafundisha yani ujanja yani utapeli fulani hivi. Kwa wanafuata zile nyayo zako blaza. Hapa angalia huku na huku tena. Shemeji yako simuoni na. Iza bi mkubwa sio ameniambia mpata kichwa wapi na wapi. Sasa mioyo wangu kama unavyojua nimemuelewa sana yule mtoto yani. Yaani moyo wangu umeukamata. Hata furaha ile sioni. Hangaika kila kona mpaka unaniona hivi. Nimehangaika kinoma. Sema blaza nini? Yaani yule mtoto mkali inaonekana umkazi sawa yule. Mtoto mkali kama yule anakuachaje kwa mfano? Au umkazi vizuri? Sema nini? Yaani angekutana na mimi ningemkaza kisawa. Mbona asingechomoka kwenye familia mama Ele yule? Sema nawe mzembe sana. Sawa, wewe unamchekea.
unanipanda kichwani, si ndio? Ujione wewe bora sana, si ndio? Oya, nitakuzingua. Nimevurugwa na mpita mwingi sana moyo wangu, hata siuelewi una nini yani. Unaputapita tu moyo yani, sielewi chochote kinachoendelea. Blaza yaishe basi. Afu yuko tumechukua wapi huko? Ilikuwa si nimechukua pale maskani. Ila usirudie tena tabia zako. Na boksa zangu siziona chukua. Blaza, mambo gani ya kuniaibisha? Mimi boksa yangu chafu. Nimekuta hii umetundika pale juu afu ni safi, sijui wife alifua. Kwa hiyo nikaona vizuri tu nikipita nayo, au kuna ubaya? Au kuna ubaya? Kuna sisi sote familia. Tembeza 5 hiyo. Hapo unyama mwanangu. Mwanangu unazingua sana wewe. Unazingua sana. Hamna mwanangu, sema nani maskani mwanangu utokei. Unazingua kinoma, nimekusaka sana, nimekutafuta sana. Sana umekuwa adimu. Kwanza tembezee fege hapo na kijia roast hapo. Sema mwanangu nazi, shida zipi mwanangu? Mshika kwanza kitu, achana na mambo mengi mwanangu. We blaza. Mke wako kule alikotoka. Watu wapi? Mwaga nani? Sogea. Hivyo, niambie ukweli unatoka wapi wewe? Wewe sielewi. Moyo wangu unanisambaza huku na huku, nahangaika, moyo wangu unaenda mbio kwa ajili yako, au wewe mzuri sana niambie. Yaani dada, nakuuliza Lulenga kuhusu mama Maele. Mama Maele ngamsungwa dada. Mama Maele we nyongo mkalia nini? Mama Maele we maidanilo pwane. Lulenga nakuuliza kuti mama Maele ngamsungwa. Na bagabana walikumweli pele kwa uzi wale bana bakumulondolo mayo wao. Wanti bakumbuzi ya kwa mama Nyire bo. Kama yule mtoto wake mkubwa wa kiume yule. Namuelekeza mama yako bwana amekutana na changamoto 1 2 3. Ananiambia wewe sikujui, wewe sisikii unachokiongea. Kwa hiyo na maana yote tufanye watakutuheshimu. Ni maana kaka, yule mama mpaka leo bado mambo aliyokufanyia yote hayo hujaachana naye. Kaka, unataka ufe? Na maana mabinti waone huko mtaani, mpaka unamfuata yule mama mtu mzima. Kakaangu badilika. Dada, mama yule kamsongwa. Yaani ngani ngakuuzi labda hebu simulie changamoto zile kwa maana kuhusu mama mula tangu nisha na tanga ndani ile sikulira. Kweli yani nitakukata moyo kumba mpaka sasa ile kilevi kumweli pele shaha. Niambie mpaka sasa hivi unalewa unafanyaje kwa sababu ya yule mchangazi. Si ndio? Dada. Bakuchungu mtu wa msungo mu moyo. Lazima muonesie kuti kiasi ule msungwezie. Kumwela kwa sababu hapa ananga kwenda fumo malalamiko lutatu. Kutuma monye changamoto zimwazilungu nataka kunaelewa. Kuelekezea wataku. Ila mimi nakushauri kama mdogo wako au dada, achana na yule mama. Ile familia ni hatari, yani haifai kaka, kama unielewi. Mwanangu, mbona kama blaza yako anataka kumtembezea pale au? Naona achana naye tu, tuendelee na mishe zetu au vipi? Unatoka wapi? Mume wangu, nimetoka hapo mbele. Ulimwaga nani? Sijamwaga yote. Unajua sikuelewi. Sikuona nimusanini shida. Kama mtu wewe. Unajua unanichanganya kiasi gani? Nimezunguka hali yangu yote nazunguka kuna kutafuta wewe. Hebu niambie ukweli unatoka wapi wewe? Nimetoka hapo. Wewe niambie unatoka wapi wewe? Ninachohitaji tu ukweli. Yaani ukweli ndo kila kitu, nitafurahi mimi. Hata kama umepeka mbunge sijui wapi, wewe niambie tu ukweli, nimetoka kufanya kitu fulani. Undanganya. Mbona wewe nini shida sasa? Mbona sikuelewi? Hivi unaipanda kichwani eti? Eti unanichukuliaje eti? Eti. Wewe unanichukuliaje? Wewe. Eti wewe. Wewe. Nyanyuka. Wewe toka wapi? Umepanda kichwani si ndio? Eti. Wewe. Hebu twende. Simama. Twende.
Lazima utulie kwa Mungu. Kwa nini unanifukuza wewe? Kwa nini unanifukuza chini? Watu wanachukulia poa wewe kama nani? Hebu twende huko. Usikweli wewe. Oya, zetu. Simama fast basi ndoke. Okay, kwa hiyo mimi nachimba zangu. Hii familia ni balaa. Familia ya mama Mayele. Hii familia ni balaa. Kila mtu na tabia yake. Hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa. Hii familia ni balaa.